Na Hans, tunaanza na wewe hapo ukitazama kama wasiwasi umetanda hivi kwa watu wa Yanga, hasa mashabiki pia, lakini pia hata kwenye mitandao watu wanamsema coach kama habadiliki. Yani kama timu ilishinda lakini watu hawaelewi Yanga wanavyocheza na kadhalika. Hili unalizungumziaje, namna ambavyo mwalimu anaanza na timu yake na hata alipocheza jana dhidi ya Namungo? Mi nadhani jana lazima tukubali kwamba Yanga hawakuwa kwenye ubora wao. Hawakuwa kwenye ubora wao hata kidogo. Nadhani jana ukiangalia kitu pekee ambacho ni chanya kwa Yanga ni alama 3. Lakini in terms of performance walicheza vibaya sana. Always wanazungumza quality pekee haitoshi kukupa alama 3 au kukufanya ushinde mechi ya mpira wa miguu. Unahitaji intensity, commitment. Lakini jana unaweza kujiuliza, kati ya wale wachezaji wa Yanga wote ni nani aliyekuwa na wow performance? Yani ni nani? Yani kuanzia kwa Diara, Njoshi kwa mabeki mpaka mbele kwa Depu, ni nani alikuwa na wow performance jana? Ukishindwa kupata mchezaji hata mmoja ambaye alikuwa na wow performance, then unapata kwamba kulikuwa kuna shida. Inawezekana plani ya mwalimu iko pale 4-3-3 tutacheza, au 4-2-3-1 tutacheza. Damaro of course utacheza kama setting midfielder, ina viungo wawili washambuliaji, sijui Okelo na Duka Abuya wana hiyo license ya kwenda mbele, sijui na mawinga wawili Buba na Maxim pia Nzengeli, Depu yuko pale. Lakini hao wachezaji wako tayari kutimiza majukumu, wako tayari kukimbia zaidi ya Namungo, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo inawezekana hata nikasukuma kete hapa tactically, lakini sijui kama nitakuwa niko sahihi, kwa sababu sikuona jana ambacho Yanga wamefanya cha ziada. Performance ilikuwa ni mbaya zaidi, na wanatakiwa kusahau mara moja performance ya jana, kwa sababu mechi inayofuata kwao ni ngumu zaidi dhidi ya JKT. Kabla hujaenda kwenye kwa nini wasisahau, kwanza tusisahau hiyo performance, tubaki hapo kidogo na tuiangazie kwamba nini tatizo. Yani wamesha perform vibaya, mwalimu ana changamoto, kwa sababu kama performance ni mbaya, manake mkuu wa masuala haya ya kuperform uwanjani ni coach, sio? Coach ajiulize kwenye maeneo gani anapopanga timu, ama anapoelekeza nini ambacho timu inatakiwa kufanya uwanjani, ulichokiona kwenye mechi jana. Mi jana nadhani tatizo kubwa sio kocha. Sio kocha. Tatizo liko kwa wachezaji, kwa sababu huyu kocha tumetoka kumsifia wiki moja iliyopita dhidi ya JS Kabylie. Hao wachezaji wenyewe tumetoka kuwasifia dhidi ya JS baada ya kushinda mabao 3. Ilikuwa ni wao performance kutoka kwao. Then baada ya siku kadhaa tunakuja hapa tunasema timu imecheza vibaya, si ndio? Na nimeuliza swali hapa kwamba ni mchezaji gani ambaye alikuwa na wow performance? Wale ni professional players, wanalipwa, wamesajiliwa kwa pesa nyingi sana. Wanapoingia uwanjani lazima wa perform. Kuna muda unaweza ukamdondoshia mwalimu mzigo mkubwa, lakini turudi sasa kwa wachezaji. Are they good enough? Na kama wako good enough, wanajitoa kwa 100%? Lakini wewe unaamini wako good enough kwa maana ya quality, sio? Yeah. Kwa hiyo jana hawakuwa wanajitoa. Hawakujitoa kiukweli. Hawakujitoa kiukweli. Kamanda, kabla hujazungumza, nakumbuka uliwahi kuzungumza Hans juu ya kocha Pedro, kwamba ni kocha ambaye anapenda wachezaji wake wapige mashuti ya nje. Uliita jina fulani hivi, nikumbushe ile jina. Umabomba. Sioni wanapiga mashuti, sema yaingii. Kwa mfano jana si Okelo. Wewe umeona jamani akina Okelo wanapiga mashuti yaingii, au wachezaji hawamtendei haki mwalimu. Of course bomba kiukweli kwa performance ya jana siwezi kumnani Pedro Gonçalves. Yani, mimi bado na imani kubwa sana na Pedro, kwa sababu class yake naijua iko pale juu. Yani unajua unaweza kuzungumza performance ya siku moja ukajaji, lakini class ya Pedro bado iko pale. Nilikuwa nakuchagiza tu Hans. Kama ndani anasemaje? Nikiongezea hapo anachokisema Hans. Ndio. Kwanza kabisa nakubaliana na most of what he's saying. 90% ya vitu anavyovisema yuko sahihi. I don't agree with him kwenye kusema wachezaji hawakujitoa, kwa sababu tusisahau kwamba kulikuwa na opponent mbele. Kwa maana Namungo, yes, ndio. Na hii haikuwa mechi ya FA Cup kwamba Yanga wanacheza na Bondeni Fresh ya Msasani labda, au wanacheza na Kivule All Stars. Walikuwa wanacheza na Namungo, timu ya ligi kuu. Unajua, yes, tunasema kwamba ligi yetu haina ushindani, lakini
sio kwamba 100% ligi yetu ni nyepesi, hapana. Kuna nyakati ambazo ushindani upo, na ni ushindani ambao uko kutokana na nature tu ya mchezo. Unajua mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa ushindani, na sio kila kitu kinaweza kukuendea wewe 100% kama unavyotaka just because una kocha mzuri na una wachezaji wazuri. Football haifanyi kazi namna hiyo. Ni sawa sawa na tu tunacheza karata. Kuna uwezekano wewe Mkai umeanza kucheza karata muda mrefu kuliko mimi, lakini tunapocheza last card hapa, mimi nina karata ambazo zinaniendea vizuri, na majokeli mawili na karata ya kuombea special. Kwa hiyo wewe una utakachofanya na uzoefu wako, yani mchezo mimi umeniendea mimi, nimepata karata nzuri ndio hizo. Ukiangalia mimi kwanza nataka, mara nyingi tukiwa tunawajadili makocha huwa napenda mtu awe specific, na ndio maana nilikuwa nagombana sana na Juma Hansi mwenyewe huyu Felix wakati wa Roman Falls, ndio kwamba tunapomsema kocha let's be specific kwamba huyu kocha ni nini tumekiona ambacho hakifanyi kazi. Kwa hiyo tunapoanalyze mchezo wa mpira wa miguu, mechi ya mpira wa miguu kama ya jana ile ya Namungo na Yanga, ndio unaponiambia kwamba huyu kocha kuna makosa anafanya, nataka uniambie kwamba ni nini wewe ukuona kinafanya kazi. Je, Yanga ilikuwa haishambulii? Je, walikuwa vulnerable kwamba wao wanashambuliwa? Yani unajua itengenezi nafasi. Mpira ukiwa unachezwa Mkai, kuna mechi wewe ukiwa kocha, hata vijana wako wale wa outgrowers, kuna mechi unaenda unawaangalia, mechi inaisha bila lakini ile mechi ilikuwa inachezwa kwenye nusu ya mpinzani, mmepiga mashuti wewe, yani ni goli tu lilikosekana kabisa. Kwa hiyo unarudi nyumbani kwamba bwana ile mechi you can't fault anything, ni bahati mbaya tu. Kuna mechi nyingine mnapata bao dakika ya 3 pap, imepigwa free kick ya moja kwa moja mtu kafunga, lakini mechi nzima watu wako langoni kwenu na nyinyi hamtengenezi nafasi za kutosha, ama mechi inakuwa sasa. Kwa mfano timu inacheza mechi mfululizo, kwa mfano kama 5, inashinda 1-0, hawatengenezi nafasi nyingi, lakini pia wako very vulnerable. Yani watu akija tu nyinyi mmeshika vichwa, kila akija mmeshika vichwa, you can say yes, this team is not performing well. Mimi nataka nikupe namba kwenye toka Pedro amekuja, ndio manake mechi ya kwanza ya Pedro Yanga imecheza na Mtibwa, wakashinda 2-0. Ndio mechi yake ya kwanza ilikuwa Oktoba 28. Sawa. Roman Falls mechi yake ya mwisho Yanga anafungwa na Silver Strikers. Nyasaland kule. Sawa. Mechi ambayo Roman Falls kafukuzwa, aliongoza Yanga bwana Patrick Mabedi, ndio Yanga anamgonga Silver Strikers 2. Sawa. Toka Pedro Goncalves amekuja kuanzia hiyo mechi na Mtibwa, katika mechi 13 Yanga imeshinda mechi 9. Imepoteza mechi 2 na wametoka sare mechi 2. Mechi walizopoteza ni mechi dhidi ya FAR Rabat na Ahli. Moja wamefungwa 2-0, nyingine 1-0. Sawa. Mechi walizotoka draw wametoka dhidi ya JS Kabylie 2-2 ugenini, na mechi nyingine wametoka 1-1 na Ahli nyumbani. Sawa. Katika mechi zote hizo Yanga imeruhusu magoli 4 tu, 2 kwenye mechi moja na Ahli, 5, 2 kwenye mechi moja na Ahli, 1 kwenye mechi na Ahli iliyoisha 1-1, goli walilofungwa kwenye mechi dhidi ya Dodoma, na goli 1 walilofungwa dhidi ya FAR Rabat. Sawa. The rest wamekuwa wanashinda tena kwa zaidi ya goli 1, na hata mechi ambazo wamefunga goli 1-1 kwa mfano kwenye ligi ni mechi 2 tu, mechi ya Coast Union na mechi ya jana dhidi ya Namungo. Sasa unajua Mkai, football ni mchezo ambao tafsiri hiyo ya kutupa hizo takwimu unatuambia kwamba naam, kwenye mpira there comes a time Mkai, kushinda tu haitoshi. Ni kweli, na hii ni perception ambayo inajengeka kwa mashabiki. Sawa, yani nyinyi yani mmeshashinda mfululizo, lakini watu wanaanza sasa kama yule mwana falsafa wa Kigiriki alikuwa anatembea kwenye mchana wa jua kali na chemli anatafuta watu wema kwamba just winning. Yani Yanga wamefikia hatua ambayo wewe tukushinda mechi haitoshi mashabiki kufurahi. Mashabiki wanataka ushinde lakini ufunge magoli mengi. Sasa kwenye football hiyo haiwezi kutokea kila siku. Sasa si ndio hii sasa ndio tunauliza ndio nasemaje. Mimi nakubaliana na mashabiki ambao wanahoji kuhusiana na performance ya jana. Unajua sifa ya timu kubwa sio kushinda tu, kushinda kwa sasa hiyo haiwezi kuwa kila siku. Kuna siku mtacheza vizuri. Nadhani naelekea huko Jeff. Nadhani naelekea huko. Ndio. Ndio maana nimesema tumjaji Pedro kwa mechi ya jana
kwamba timu haijacheza vizuri na tunamjaji kwa sababu siku zote timu ikicheza vibaya mtu wa kwanza kunyoshiwa kidole ni mwalimu, lakini inawezekana wachezaji wamemwangusha kwa 90%. Na mimi ninachokiamini, unasikia, kocha anaweza siwe mzuri sana, wachezaji wakiwa kwenye ubora wao wanaweza kufikia madhaifu ya kocha. Sasa kama wachezaji hawachezi vizuri, kocha ni mzuri, bado mtaona kocha ni mbovu. Ndio maana Kamanda sekunde 30 anamaliza sekunde 30. Kwa nini nimekuhesabia mechi za kuanzia Pedro alivyokuja? Ndio. Ni kwa sababu nitarudi kwenye nilichokisema wakati naanza kutengeneza hoja yangu kwamba mimi ukiwa unamlaumu kocha, niambie nini umekiona akifanyi kazi. Kwa sababu hata hii kauli tukiishi kwa hii kauli ya Hans kwamba namnyoshea kocha kidole. Sawa. Tukiangalia hizo mechi nimekutajia kwamba mechi ambazo Yanga kwenye ligi ya ndani ameshinda 1-0 ni 2 tu. Ndio. Mechi ya Coast Union na Namungo. Na hizo mechi historically Coast Union na Namungo ni timu ambazo Kamanda nitarudi kwako. Sasa hatuwezi kuwa tuna make sense kuwa kama mashabiki kwamba haturidhiki na mechi 2 ambazo Yanga wameshinda 1-0, lakini kuna mechi nyingine 8 ambazo Kamanda hatakuwa tunaizungumzia Yanga in general. Jeff, hatakuwa tunazungumzia Yanga in general. Mechi ya jana ya Yanga basi ngoja chini ya Pedro. Ndio nasemaje, kama tunatafuta mechi za kumlaumu kocha, tufanye kama wale marriage counselors. Unajua ukienda kwa marriage counselors wanakupa karatasi kwamba bwana, huyu mke wako ana matatizo, hebu upande huu andika vitu vizuri, upande huu andika vitu vibaya. Kama tukichukua formula hiyo, huku kwenye mechi mbaya kutakuwa na mechi 2 tu, Yanga versus Coast Union, Yanga versus Namungo. Upande wa vitu vizuri kutakuwa na mechi nyingi. Kamanda, sawa. Sasa nalipeleka jahazi hili kwa George Magunga pamoja na Shirafu. Magunga, huwa mara kwa mara unazungumza kwamba Yanga haijakamilika kiufundi. Sasa twende kwenye mchezo wa jana. Unafikiri kiufundi Yanga haikuwa sawa sawa kwenye eneo gani kwa jicho lako na tathmini yako? Jambo la kwanza, mechi ya jana si tofautisha sana na mechi ambayo Yanga alicheza dhidi ya Coast ugenini. Kama unaikumbuka vizuri, alishinda goli 1-0. Nachokimaanisha hapa ni kwamba mechi 2 walizozicheza hizi ambazo nimezitaja, approach kutoka kwa wapinzani zinafanana, kwamba unacheza na timu ambazo zinakaa sana kwenye eneo lao, wanazuia na idadi kubwa ya wachezaji. Approach iliyotumika kwenye mechi dhidi ya Coast ni approach ambayo pia imetumika kwenye mchezo wa jana. Na kama mwalimu ni lazima ufanye analysis. Tunapozungumzia mchezo wa jana, haimaanishi kwamba Young Africans kuna sehemu hawakuwa na makosa. Na tunapoanza kuhoji makosa lazima tujue kosa limeanzia wapi, kwa wachezaji ama kwa mwalimu, na tunagusa engo ipi. Of course Kamanda ameongea point ya msingi kwamba tunapofanya analysis ama kuchambua mchezo lazima tuangalie kipi kiini cha tatizo. Wachezaji walikuwa na shida ya kiufundi. Nishasema ufundi maana yake ni wachezaji tena sio mwalimu. Wewe kwa Yanga kiini cha tatizo umeona? Kwenye mechi ya jana nimeona. Ndio. Cha kwanza Yanga alikuwa na shida kimbinu. Ambayo ni wachezaji ama mwalimu? Kimbinu sasa ni mwalimu. Shida ilikuwa wapi? Mwalimu alitaka wachezaji wacheze vipi? Manake ndio tunaanzia hapo, si ndio? Ambacho alikuwa anahitaji mwalimu kwamba mara nyingi tumekuwa tunaona mfumo ambao Yanga wanautumia akiwa anashambulia. Ndio. Wanakuwa na watu 3, watu 2 na watu 5 juu. Ama wanakuwa na mabeki wakati 2, viungo 2 na watu 6 juu. Lakini unacheza na Namungo ambayo haijakubali kuwa overloaded ama kuzidiwa idadi maeneo ya pembezoni mwa uwanja. Unapowatumia fullback ku stretch ama kuitanua na kuifungua defense ya timu pinzani kwa fullback kama Shabalala pamoja na Israel, ambao ukiangalia skill set zao hazikupi huo uhalali ama hazikupi huo urahisi wa kuunlock kama kufungua defense ama kuta za ulinzi za timu pinzani, hapo tayari ni kosa. Kwa ambacho nilitarajia, labda kwa sababu unataka kushambulia na watu wengi, wale wachezaji ni lazima wabadilishane nafasi na wabadilishane majukumu. Kwa badala labda ya Zimbwe na Israel kuwa kwenye touchline, kwa nini Buba na Alan Okello wasio wide afu wale fullback waje ndani? Lakini Magunga, hapo huoni kwamba wachezaji wenyewe wameshindwa kutafsiri vema kile mwalimu ambacho amewalisha? Huoni picha hii inaonyesha hivyo kwa maelezo yako? Hata uelewa kwa wachezaji unatengenezwa. Ndio, na kuelewa unatengenezwa. Ndio. Na kuna program maalum ambazo walimu wanazitoa kwa ajili ya kuboresha uwezo wa kufanya maamuzi na kuuelewa mpira uwanjani. Kuna wakati
wachezaji wanaweza kapewa tu script kwa maana ya mbinu zinatoa uelekeo wa mchezo, lakini misingi inatoa majawabu ya nini mnachotakiwa kukifanya ndani ya mchezo, kuanzia kwenye kufanya maamuzi, tabia za wachezaji. Kwa hiyo jana kuna Hans amezungumza, mfano ukiangalia wachezaji wengi ni kama walikuwa hawana mchezo mzuri. Ukiangalia safu ya ushambuliaji uko huoni hatari inatokea wapi. Namna ya kutengeneza nafasi, Yanga inategemea zaidi maeneo ya pembezoni mwa uwanja, kwa sababu ukiangalia eneo la kiungo cha Young Africans kuna kitu kina miss. Ukimwangalia Maxi, Duke na Damaro, nimewahi kuzungumza kwamba Duke na Maxi mimi naona kama namba 8 zaidi, watu ambao wanaweza wakakupa playmaking ability, wakaichezesha timu, wakaongeza kasi, wakapress, wakacontrol transition, lakini kwenye eneo la ubunifu watafanya, lakini haitakuwa katika muendelezo na ubora mzuri, sio kariba yao. Yani sio wachezaji wa aina hiyo, mtu kama Faisal labda